Manyoka yapo 10 sasa, naenda Chief Godlove anaenda kunitolea manyoka. Chief Godlove kanitolea manyoka. Chief Godlove kanitolea manyoka. Nini kawaida? Naongea na kawaida. Aina hii ya vijana wana mchango mdogo sana katika taifa. Naam, hali gani mtazamaji wa Lupiana Classic, moja kwa moja tuko live bila chenga na moja kwa moja kumeshaweza kuchangamka kutoka Dar es Salaam bana. Nimeshaweza kuja, hii ni Kyela, hii yote Kyela hii, sijui ni sehemu gani itajijua yenyewe, lakini nimekuja kumtafuta Chief Godlove. Nimekuja kumtafuta na hatimaye leo bana nimeenda kumnasa, nimempata huyu bwana mkubwa na ataenda kutueleza hela zake anazipata wapi, na hayo manyoka anayotembea nayo kwenye gari leo yanaenda kukamatwa, yote yanapelekwa serikalini. Unatembea na manyoka kwenye gari, alafu mwisho wa siku tuliza simu sehemu moja. Unatembea na manyoka kwenye gari, mwisho wa siku anaanza kung'ata watu, unaanza kufanya mambo ya ovyo. Onyesha kameramani onyesha. Kameramani onyesha. Vuka haraka chapu. Chapu. Unaona hata wananchi hao wameweza kunipokea kwa shangwe, na umeona mwenyewe yule pale na siogopi lolote, niko live moja kwa moja. Naenda sasa kumchangamsha maswali yote mliokuwa mnajiuliza. Leo naenda kwa Chief Godlove. Yule pale alinikimbia kweli na alikuwa ananikwepa, lakini leo ameshanaswa live. Alikuwa anataka kukimbilia Kyela, lakini kwa kuwa mimi nilipota na watu wamenipa taarifa wanapatikana hapa, nimeweza kumnasa hapa. Twende kameramani, usiogope. Ana manyoka kama 4 kwenye gari mle. Hayo manyoka usiku anatapika hela. Sasa leo yanaenda kukamatwa na atueleze hayo manyoka yake imekuaje. Huyu hapa. Onyesha kameramani. Muonyeshe mwenyewe huyu hapa. Umeona hata hii plate number yake? Umeona? Bwana mkubwa, samahani, naongea naye kawaida. Sizingue wala nisizingui bwana. Sizingue. Kameramani, nilikuwa nimesahau. Piga kwenzi kwanza nipate hasira. Piga kwenzi. Safi kabisa, nimeshapata hasira, nasogea kwa uchangamfu. Na mimi nasimama tu kwa huko. Bwana mkubwa, mambo vipi? Shwari, nikaje? Poa. Kwa hakika. Huyu bwana mkubwa amesomea wapi? Kasomea wapi? Anatufua kama anaua mtu. Ndo kazi yake hiyo, kijana wangu huyo. Niambie. Au sio? Bana, kwanza hongera sana ndugu yangu, unapambana sana. Hongera vipi? Umetoka kuongelea nyoka, si wewe nyoka unazijua? Hiyo taarifa hiyo nimeipata kwa sababu kuna watu bwana wameleta taarifa kwamba Chief Godlove hela zake anazitolea wapi, na wananchi wengi wamekuwa na maswali mengi sana kwa sababu tunamfahamu kama chifu tajiri na hela nyingi, na kwa hapa Tanzania kati ya vijana ambao wana pesa nyingi tunaweza tukamzungumzia Chief Godlove, alafu wengine ni wasanii tunafahamu wanafanya mziki ndipo wanapata pesa. Kwa Chief Godlove kipato chake labda kinatokana na nini? Nasaidia watu. Kipato chake kinatokana na kusaidia watu. Hatuja kuelewa kusaidia watu. Nasaidia watu, nawasaidia matatizo yao, nikitatua matatizo yao napata hela. Yaani tunafahamu wanaosaidia matatizo ya watu ni wale labda wataalamu wa tiba za asili au watu wanaotoa misaada. Ukitoa msaada manake wewe ndo unatoa, halafu watu sidhani kama wanaweza wakakulipa kwa sababu wewe ndo unawasaidia. Una kivipi hapo kusaidia watu unapata riziki? Okay, mimi napata riziki pale ambapo nasaidia yatima, wajane, pamoja na watu wengine ambao wanasumbuliwa labda na matatizo fulani. Siwezi nikaweka specific, okay. Lakini mimi naweza nikasema mimi ni sinijitambulishaje, na shindo namna ya kujitambulisha. Lakini kama nakuelewa hivi kusaidia matatizo kama magonjwa na vitu vingine. Vitu kibao, sio hivyo tu. Na magonjwa mimi huwa sisaidii magonjwa tu ya kawaida. Magonjwa yale ambayo yameshindikana. Yeah. Zaidi pale unapoona labda mtu ameenda hospitali wanamwambia ugonjwa hauonekani na nini. Na wale ambao wanasumbuliwa labda na umaskini na nini, kuwapa elimu. Kikubwa zaidi pia na miradi yangu kibao ukiachana na hivyo, lakini hiyo ni miradi ambayo nimeanza kuifanya kipindi ambacho tayari nishapata fedha. Mimi nina vitu ambavyo vinaniongoza, viko nyuma yangu. Ndio maana hata watu wengi nimekuwa nikiwaambia kwamba wajiunge na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu. Okay. Ili wapate kunifahamu vizuri na wapate kujua nini maana ya hicho kitu nilichokisema.
Sahihi. Na tunafahamu kwamba umesema hapo miradi ambayo unaimiliki uliipata baada ya kuwa na fedha nyingi, si ndio? Yes. Mradi wa kwanza mimi nina kampuni inaitwa Chief Godlove Company Limited ambayo ina deal na kila kitu unachokijua wewe. Kila kitu. Kwa hiyo ukiniuliza inafanya nini, yani nimeisajili, ina deal na kila kitu na naenda kuizindua muda so mrefu. Yani ina deal na vitu vyote, kuagiza magari, kuuza magari. Yeah. Kila kitu unachokijua ambacho kampuni zinafanya. Ina deal na kuomba tenda serikalini. Hiyo kampuni inaenda kufanya hizo kazi zote. Lakini kingine nimefungua Chief Godlove nini inaitwa ile? Chief Godlove Foundation. Foundation maana yake ni kusaidia bado watu. Inabaki pale kusaidia watu. Inabaki pale kusaidia watu. Chief Godlove Foundation kwa ajili ya kusaidia yatima, kusaidia wajane, kusaidia watu wasiojiweza, kuwapa wakina mama mitaji, sio kuwakopesha. Kuwapa mitaji for free, kwa sababu uwezo kumkopesha mtu fedha alafu baadaye ukaanza kumdai. Huo sio msaada. Manake wewe unawapa mitaji, uwakopeshi. Nawapa mitaji, si wakopeshi. Kwa hiyo nadhani mwezi huu tarehe 1 naweza nikaizindua kama Mungu atapenda hiyo foundation. Bana, mimi kwa maximum ninavyofahamu, si chini ya milioni 5 matumizi yako. Milioni 5 ndogo sana. Ndogo milioni 5 ndogo kwa sababu hapo unatakiwa ujue. Mimi hapa nilipo kuna vituo vya watoto yatima ambavyo viko chini yangu 10. Vituo vya watoto yatima viko chini yako 10 ambavyo hivyo sio kwamba mimi ndo owner, labda mimi ndo mwenye vituo. Hapana. Mimi ni kama mtu ambaye ni baba au mlezi wa hivyo vituo. Kwa hiyo wakiwa na shida ya umeme, wakiwa na shida ya chakula, wakiwa na shida ya mavazi, wakiwa na shida ya chochote, wananipigia mimi simu. Lakini pia kuna viongozi wa ustawi wa jamii ambao huwa wanashirikiana nao mikoa mbalimbali kwa ajili ya kusaidia wale ambao wakina mama wajane. Kwa sababu ustawi wa jamii kuna kazi wanafanya kazi nzuri sana. Waorganize hao wakina mama ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, wazee na watoto wanaoishi mtaani. Kwa hiyo mimi ninachofanya, nikipata chochote na gawana nao, wanakula. Kwa hiyo bado nina watu ambao wananisaidia na magari yanaweka mafuta na vijana wanatakiwa na team. Kwa hiyo hao jamaa inabidi wale hao maana kwa nguvu hizi sio kula tu. Hao wanatakiwa wafanye kila kitu babu. Wanatakiwa wafanye kila kitu. Wanatakiwa pia wawe na wapenzi wao, wawe na wake zao, wawe na maisha yao. Maana hata wapenzi wao. Huyu unayemuona hapa ambaye niko naye anaitwa Mtawala Msisi. Huyu Mtawala Msisi kwao ni Ilinga. Nimekutana naye sasa hivi almost huu ni mwaka wa 3. Natoka nimekaa naye sasa hivi anamiliki magari mawili, ana nyumba, ana watoto, anaishi maisha yake vizuri. Kwa hiyo hivyo vimetokana na wewe. Exactly. Na sio huyu peke yake. Na wengine mimi karibia 20 na kila kijana ana gari yake na ana maisha yake anaishi. Na wanalipwa mshahara. Exactly. Kwa hiyo na sio tu kulipwa mshahara. Wanakula kila siku posho, lazima waishi vizuri. Yaani ukiachana mishahara lazima waishi vizuri. Kila siku lazima wapewe hela za kwenda kufanyia mambo yao. Kwa hiyo kitokea labda kijana anakuambia bana leo hajaoa labda ana shida na mwanamke. Sasa hivyo si ni kesi ya mjumbe hiyo. Hiyo si ni kesi ya mjumbe, anatakiwa inaisha chini hiyo. Kama yeye anapenda wanawake achukue, kwa sababu mimi nitachukia nikiambiwa kijana wangu ni shoga. Lakini kama anataka hela kwa ajili ya kudina wanawake, hiyo sio issue. Au sio? So na wewe je, ukitaka uwe ndugu yetu umeoa? Mimi sijaoa. Kutokana na masharti ya mambo yangu sitakiwi kuwa na mwanamke permanent kwamba huyu ni mwanamke wangu. Masharti gani hayo mkuu? Masharti gani hayo? Au ndo hapo tunaenda kwenye jicho la 3 hapo? Sasa hapo kwenye jicho la 3 siwezi kukupa siri au kodi zake. Ila mimi mwanamke sina. Na mpaka siku wazee wanichagulie. Mpaka wazee wachague. Bana wachague kwamba binti fulani anatoka kwenye nyumba fulani anakufaa. Na tunafahamu kwamba wewe nyumbani kabisa ni Kyela. Na baada ya wewe kufahamika umeinyanyua Kyela kwa kiasi kikubwa sana. Na sio Kyela, umeona pale wameandika Kyela Ipinda. Umeona? Kyela Ipinda. Kyela Ipinda kule ndo kwetu na ndo nyumbani na ndo najivunia huko. Kijijini kabisa. Yaani huko huwezi kuniambia chochote kuhusiana na Kyela Ipinda, tutauana. Au sio? Yaani mimi ukizungumzia Kyela. Yaani ukizungumzia Kyela kwanza natakiwa uheshimu Kyela. Kwa nini uheshimu? Kuna mtu amezaliwa ametoka Kyela. Anaitwa Mwamnyange. Mwamnyange. Unamjua?
Mwamnyange hilo jina sio geni kabisa. Sasa huyo unatakiwa utaje jina lake kwa heshima, kwa sababu ni mmoja kati ya watu muhimu sana kwenye nchi. Okay. Alikuwa ni kiongozi, sasa hivi ni kiongozi mstaafu wa mkuu wa majeshi Tanzania. Katokea Kyela. Kwetu kijijini. Si umeelewa? Yeah. Mkuu wa nini? Wa majeshi. Sio mkuu wa polisi, mkuu wa majeshi Tanzania. Yeah. Anaitwa nani? Mwamnyange. Umeelewa? Yeah. Unapotaja jina lake unatakiwa ulitaje kwa heshima, kwa adabu, kwa sababu ni mmoja kati ya watu muhimu kwenye nchi na wamechangia mchango mkubwa sana mpaka leo tuna amani Tanzania. Achana na hii, hawa watoto wa Kenya wanakuja sio wanafanya sio wanasema wanakuja kufanya nini, maandamano, wanakuja kufanya nini? Wanakuja kufanya maandamano ili sasa tumeishi kwenye uongozi wake, kwa sababu kuzungumzia kiongozi mkuu wa majeshi. Yeah. ni mtu mkubwa sana na anatakiwa kuheshimika. Umenielewa? Ni kweli. Anatokea Kyela. Si umenielewa? Kuna mtu anaitwa naweza nikakutajia mbunge mmoja anaitwa Mwakembe. Unamjua Mwakembe? Mwakembe anafahamika, ni mtu mkubwa sana huyo kwenye nchi. Yaani ukizungumzia Mwakembe unazungumzia watu wakubwa sana kwenye nchi ya Tanzania. Sana. Umeelewa? Kwenye taifa la Tanzania. Katokea Kyela. Naye anatakiwa kupewa heshima yake. Yeah. Umenielewa? Yeah. Sijui mimi pia natokea Kyela. Mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Niko hapa na hao nimekutajia ni wachache wanaotokea Kyela ambao tunafahamu hata wasanii wengi, comedian wengi sana wametokea Kyela. Comedian na nini achana nao. Mimi nazungumzia takataka tu. Hao takataka achana nao. Mimi nazungumzia watu wa muhimu. Yaani nazungumzia watu wakubwa wenye mchango mkubwa Kyela. Yaani ukizungumzia, yaani ukisikia Kyela sasa hivi mtu anajua ni Chief Godlove, Mwamnyange na Mwakembe. Umeelewa? Watu watatu. Ndio tunaibeba Kyela tunaweka kwenye ramani pale. Yeah. Na kuhusu familia kingine achana na familia. Yeah. Mtu yote anayefika Kyela anatakiwa kufika kwa heshima na adabu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu haijalishi yeye ni nani, anafanya kazi wapi. Yeah. Akifika Kyela anatakiwa afike kwa adabu, kwa sababu kila unayekutana naye ana ndugu yake ambaye hujui huyu ndugu yake ni nani. Umeelewa? Huyo ndugu yake ni nani? Unaweza kukuta wewe unamkorofisha, kumbe ni mdogo wangu. Na akigusa kwa mdogo wako hapo kakugusa wewe. Sasa kanigusa mimi, hiyo ni kesi nyingine. Anacheza na tajiri hapo. Hiyo ni kesi nyingine tunazungumzia. Kwa hiyo iko hivyo, lakini kitu kingine unataka uniulize kuhusu familia ni familia bana. Kuhusiana na familia, wazazi wako wapi? Wazazi wako hapa Mbeya. Kuna mzee mmoja ana trendi sana. Anasema nitakuwezeka sijui nini, alafu kuna kipindi fulani yule anatakiwa uende ukaongea naye. Yule ni mshua tu wa mtaani, sio babangu yule. Sio babako? Mbona kama mnaendana? Mshua tu wa kitaa. Sisi watu wa Kyela wote tunafanana. Lakini umeonyesha upendo mkubwa sana, kuna kipindi ulishaka kumsaidia vitu vingi sana. Mshua. Mimi mtu yote ambaye ananiheshimu na heshimiana naye. Okay, bana, tuna vitu vingi sana vya kujua kutoka kwa chifu hapa, lakini watu wengi hawaamini kwamba niko na tajiri. Bana, sema unaweza kutunanika kofia kidogo. Utapigwa sasa hivi. Tajiri. Utapigwa sasa hivi. Sasa hivi utapigwa, shauri yako. Umeona bana, niko na tajiri hapa, lakini pia kuna vitu vingi ambavyo tulitamani tuvijue bado kutoka kwa tajiri. Kulikuwa hapa katikati kulitokea bwana mkubwa alitangaza kuinunua Kenya, na leo nikasema Wakenya mmenituma vitu vingi sana nije nimuulize tajiri. Bana, tuko na tajiri hapa. Kwanza, mpango wenu, mpango wa kununua Kenya upoje? Upo au umekufa? Bana tajiri, watu tunasubiri kuona Kenya inakuwa ya kwetu, kwa sababu Chief Godlove ni Mtanzania, kwa hiyo akinunua itakuwa ya kwetu. Mpango ukoje na sasa hivi tumefikia wapi kwenye hii biashara? Okay, kwenye swala la kuinunua Kenya, sikusema nainunua Kenya kwamba nawanunua Wakenya wote. Lakini nataka nitoe ufafanuzi kidogo. Wakenya nitawanunua, lakini sio wote, wavivu, kwa sababu kuna Wakenya ambao wanajielewa, wanajitambua. Umeelewa? Mfano rais wao wa Kenya anajitambua sana na yuko vizuri. Yule pia tunamweka pembeni kidogo. Tunamweka pembeni, lakini pia kuna madoni wapo Kenya. Kuna wazee, achana na vijana. Kwenye timu ya vijana wote wa Kenya hakuna hata mmoja anayenigusa kwenye utajiri nilionao. Utajiri wa akili, fedha kwa vijana. Kwa vijana hakuna hata mmoja. Bana, kuna watu wanatamba sana bana, Chief Godlove tuna hela sisi, tupo Kenya. Kwa ina maana wote wale wakugusa. Hakuna kijana hata mmoja ambaye anaweza akasimama na mimi tukafanya challenge za hela akaniweza. Achana na challenge za kusema tulipote account tufanyaje. Challenge za hela. Kae mezani nionyeshe mzigo, Hakuna kijana wa Kenya anaweza kukuweza. Tukae mezani nionyeshe aseti zangu na yeye aonyeshe aseti zake. Hakuna kijana wa Kenya anayeniweza mimi.
hayupo. Sio Kenya, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique na hapa hawa. Yaani huyu ndo naenda kumtambulisha kwao, wao wanashindana nao. Lakini sio wewe. Mimi niko mbali. Mimi nitashindana nao kusudi. Bana, hatari sana. Na kukatokea baada ya kutangaza ile taarifa kukatokea akaunti yako imeripotiwa, kwa maana ya kwamba ikawa banned. Na watu wengi sana wakasema bwana wa Kenya ndo wamefanya hivi, lakini pia ukaja kukiri kwamba jamani wa Kenya nimenyoosha mikono, bana tusameane, mambo yaisha, mmeripoti hadi akaunti yangu. Lakini kwa sisi wenye D2 sikufikiria kama inaweza kawa ni rais wa Kenya wakashirikiana kukuripoti wewe, kwa sababu hapo mwanzoni unavyoanza ulikuwa unatukana sana vijana watoke ndani wakatafute hela na hakuna aliyekuripoti. Hii imekuwaje? Wakenya wana umoja sana, alafu wanapendana, ambao mimi naipenda by the way. Na ndio maana huwa naizungumzia, naipenda sana. Lakini natamani ule moyo ambao vijana wanatumana kufanya vitu fulani, tutumane kwenda kutafuta, kupambana, yani tupeane hasila za kupata doo mfukoni. Kwa maana hiyo Wakenya ni wavivu. Wewe unanichonganisha nao alafu ni wanani? Vijana wengi ni wavivu, kwa sababu wakikaa mtandaoni wao kazi yao ni kutukana matusi, kutumana, wafanye vitu vya ovyo. Lakini tungekuwa tunatumana kupambana au tunapeana connection, tungekuwa matajiri, au Wakenya wangekuwa matajiri. Tunavyozungumzia utajiri wa mtu, maana yake tunajumuisha mali anazozimiliki pamoja na miradi pamoja na kila kitu. Pamoja na akili, exactly. Pamoja na akili, Tajiri hawezi kawa na akili, hawezi kawa tajiri. Ukawa tajiri afu usio na akili, utakuwa wewe ni tajiri takataka. Utakuwa takataka. Okay, tukimzungumzia Chief Godlove, mpaka sasa hivi una magari mangapi? Kwa sababu hapa tunaona uko na moja, kwa maana ya kwamba wenda msafara mwingine uko nyuma, na tunavyokuona popote pale una msafara. Una magari mangapi? Na magari 15 mpaka sasa, ya kwangu peke yangu. Ukishanganya na magari ya vijana wangu 20, jana mmoja na magari mawili. Tunaweza kisema tuyaweke hapa, tunafunga mtaa. Bana, magari 15 ya kwako. Exactly. Okay. Na gari ya bei kubwa sana tuliona unasema 1.5 billion. 1.5. Yeah. Gari zingine milioni 800, 700, 300, 400. Hizo ni gari tu. Yeah. Na tukija kuangalia kwa mfano kama wewe mtu hataki kukulupua usiku, ukiachana na mali unazomiliki, fedha kama fedha anayomiliki tajiri kwenye akaunti, fedha kama fedha ambayo hapa hata mtoto akitapika usiku basi kaseti kidogo kapo. Nitakudanganya lakini kwa sasa hivi pesa iliyoko kwenye akaunti ni nyingi sana, lakini unatakiwa ujue namiliki maeka ya mashamba. Na mashamba pia? Namiliki mashamba, namiliki viwanja. Vitu kibao namiliki bro. Namiliki manyumba ambayo hata sijawahi kukuonyesha wala hajawahi kuonekana. Na hujawahi kupost. Maisha yangu mimi ya kawaida ambayo naishi ukiachana mitandao ni maisha expensive zaidi ya mtandaoni. Yaani ukikutana na mimi face to face natisha kuliko hata mtandaoni. Bana, kweli ndugu yangu, kweli, kwa sababu tumekuja tu hapa, lakini unaweza ukaona nyomi ya watu ambao wamekuja hapa. Cameraman nionyeshe kidogo, kwa sababu ni mtu ambaye anafahamika kwao, lakini pia anaheshimika kweli kweli. Okay, kuna kipindi fulani ilitokea issue fulani wakati unaanza kabisa, ilitokea issue fulani kwamba chifu ana vimbao sijui na nini, tukaja tukaona umepoa kidogo. Baada ya hapo ulivorudi ukawasha moto. Unaweza ukaniambia labda situation ile ilikuathiri kiasi gani, au ilikutaka kukutikisa kwa namna gani? Okay, ilinitikisa kwenye akili tu, lakini kimaisha ya kawaida ikunitikisa kwa sababu mtu akisema hauna pesa wakati pesa unayo, hakuzuii chochote wala kuharibi kitu. Kweli kabisa. Yaani wewe mfano ukaja ukasema mimi sina pesa na niko nayo, na kucheka tunakuona ni kichaa. Ni kichaa tu ambaye hana la kuongea. Yeah, exactly. Kwa hiyo ile pale ilikutikisa kidogo kiakili, kwa sababu comment ilikuwa nyingi. Kuona comment nyingi, mara umetagiwa huku, mara umetagiwa kule hivyo. Na media zote zikawa natamani kuona Chief Godlove ataongea nini, atakuja na kipi. Sasa mimi nimekuja na hela. Lakini sasa unatuhakikishia kwamba umefanikiwa kwa asilimia ngapi kuwazima watu waliokuwa na midomo na waliokuwa hawakuamini? Midomo huwa haiishi babu. Midomo huwa haiishi, midomo itaendelea kuwepo na ninaipenda na nataka iendelee kuwepo ili niendelee kuwa mkubwa zaidi. Mara ya kwanza tulikuwa tunaona unawafundisha vijana kwa lugha mbovu, takataka wewe, toka magetoni na 1200 zako, watu wengi wakawa wanakuchukia. Sasa hivi tunaona kama watu wengi wamekuelewa. Unadhani ulikuwa ni sahihi kutumia lugha ngumu kuelekeza watu wawe sawa? Okay. Kwa mwanzo
nilifanya vile makusudi. Nilifanya vile makusudi kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nataka, kuna kitu nilikuwa nataka kuwafanya vijana, kuwapa motisha waamke. Lakini ningekuja na wabembeleza kwamba jamani tafuteni hela, mnajua maisha magumu, nani angenisikiza? Wasingekufuatilia. Wala wasingenisikiza. Kweli kabisa. Na pia kuna swala hili la wanasema watu wenye hela bana, mara nyingi sana wanatoa kafara na nini ili kuweka utajiri wao uweze kuendelea kubaki. Je, wewe kwa upande wako ikoje? Kwa upande wako wewe? Kafara ni nini kwani? Kafara si masuala ya uchawi haya ili uendelee kupata mali. Kuna mali za uchawi, wewe ufahamu hizi? Kwenye hii dunia ili ufanikiwe ni lazima uchinje, na kuchinja sio kuua watu, hapana. Kuchinja ni kutoa kafara za wanyama. Hivyo nachinja sana. Kwanza ulikuwa unatupostia unafanya kafara za wanyama, sasa hivi tunaona kidogo ufanye hizo. Sionyeshi. Zamani nilikuwa sijui tu, lakini sasa hivi siwezi kuonyesha. Na kuonyesha nini sasa? Au tayari umeshavuka? Mimi nishakwambia kwamba mimi ungetaka kufanikiwa nitafute. Ujiunge na Nguvu ya Pesa na 3 ulipie 150,000. Utaki unakojoa unaenda kulala. Sio lazima. Bana mtafute chifu. Bana namba zake nataka azitaje hapa. Mtafute kama umechoka umaskini, mtafute. Bana labda utopitisha kwenye namba zako ambazo mtu anakupata kwenye namba yako tu na sio mtu mwingine. Na kweli mimi mtu akikwambia unalipa sijui namba kwenye namba nyingine tofauti ya majina yangu, jua huyo anakutapeli, kwa sababu sijampa nafasi mtu. Na kingine watu wanatakiwa wajue kitu kimoja. Wanapolipa hiyo 150,000 sio kwamba wanalipa ili waje wapewe hela ndani ya group au mimi niwape hela. No. Nikitaka kukupa hela hautakiwi kulipa hela. Yaani mimi nikikutana na wewe nikitaka kukupa hela, hutakiwi kulipa hela. Sasa kwenye group ngoja nikupe maelekezo. Nikitaka kukupa hela nakutana na wewe nakupa 1,200,000 na achana na wewe. Umeelewa? Biashara imeisha. Lakini wewe unalipia kwa nini? Unalipia kwa ajili ya muda wangu ninaotenga kwa ajili ya kukusikiliza na kutatua changamoto zako na kukuonyesha njia. Lakini tunajua wewe ni tajiri. Sasa hizi 1,500,000 zina kazi gani? Hizo 1,500,000 zina kazi kwa sababu wewe unatakiwa ulipe. Ukishalipa mimi nitenge muda wangu. Yaani muda wangu ule ndio unaolipia. Kwa hiyo hizo zinaweza zikawa hazina hata kazi, zinaweza zikawa zinanunua chakula cha mbwa. Sasa hiyo sio kazi. Kweli kabisa. Kwa sababu mbwa wangu kwa siku matumizi yake, nilikuwa natuma voice pale, si umesikia? Kuogesha mbwa 9 360. Mbwa 9? 360 au umesahau pale? Mbwa 9 360 ambayo wewe mwenye 1,200 umekaa hapo nyumbani huna kazi, ni hela yako ya kodi. Hela yako ya kodi mwenzako ndo akuogeshea mbwa. Sasa wewe endelea kuchelewa. Lakini pia kuna watu wengi sana wanajiuliza. Hata mimi pia nilikuwa najiuliza hili swali. Kwa nini chifu hataki mtu anayetaka kumsaidia awe analialia shida? Yaani utaki mtu, yani umekutana na chifu, umekutana na tajiri, sema kiume, nisaidie kiasi fulani, sio blaza mimi hivi. Siri ni nini hapa? Okay, siri ni nini? Ni kwamba hiki nakupa wewe sasa ujifunze. Hakuna mtu yoyote ambaye anajali kuhusiana na shida zako au matatizo ulionayo. Matatizo yako ni matatizo yako. Uenda unapoenda kuambia watu matatizo yako ndio watatumia zaidi kukutangaza kuliko kukusaidia. Unaenda kuomba watu msaada, wanakwambia sasa utafanyaje, baada ya kusema tunafanyaje. Kwa mimi huwa sipendi mtu aniambie anatia huruma, kwa sababu kikawaida mimi sijali kuhusu matatizo yake. Matatizo yake ni ya kwake yeye. Hayakuhusu wewe. Umeelewa? Yeye hayanihusu mimi. Kwa hiyo yeye anavyonisimulia matatizo yake hatakiwi kutia huruma. Anatakiwa aniambie kwamba chifu, wewe nimekwama sehemu fulani, naomba unisaidie. Yaani straightforward. Mimi ndo napenda hivyo. Kwa sababu kikawaida kwenye dunia hakuna mtu ambaye anajali kuhusiana na maisha ya mtu mwingine. Hayupo. Wewe unajali kuhusiana na maisha ya mtu mwingine? Yaani binafsi. Tunaangalia yako. Hata kwenye Biblia wameandika toa kwanza bolti kwenye nini? Au wewe usomi Biblia na kipala chako? Mimi sisomi. Au usomi Biblia? Toa bolti kwanza kwenye jicho lako ndipo utoe kibanzi. Umeelewa? Kwa mwenzio. Kumbe Biblia unapitiaga? Sio nimepitia, mimi nimesoma kabisa Biblia na nilitakiwa niwe mchungaji. Na unaijua? Sio naijua vizuri. Mpaka ndani nje Biblia naijua. Mimi babangu mchungaji, unaniulizaje kuhusu Biblia? Na kulikuwa kuna mpango wa kufungua kanisa, tulikuwa tunataka tufungue kanisa. Sio mpango, kanisa ninalo. Sio mpango, kanisa ninalo. Na wewe mwenyewe unakuwa unaenda au mchungaji tu anaongoza? Naongoza mimi misa, kila kitu. Chifu. Mpaka na wachungaji nao wanakuepo.
Sasa lakini kanisani kwangu mimi sikatazi mtu kuingia. Shehe yoyote yule, shehe anaruhusiwa, mganga wa kienyeji kanisani anakuja, mpagani anakuja na sadaka watoe. Sio lazima, kwa sababu mimi nina hela. Mambo mengine yote. Kwanza kanisani kwangu watu wanakuja wanakula bure chakula. Yaani kabla hatujasali. Kabla mjasali unakula. Uingie umeshiba. Ugopi hapa utapoteza waumini kwa sababu wengine wakila wanatimka. Mimi sina shida nao, hata hivyo wao ndo wana shida na mimi kwa sababu mimi naijua pesa iliko. Wao wananishida na mimi sina shida nao. Bana, tulikuwa na tajiri hapa bana. Kama una swali jingine bana, huyu bana sijui kama nitaonana naye tena. Lakini leo bana natamani bana, naona leo una gari moja. Samahani, nataka nimuibie siri mtazamaji kidogo hapa. Mtazamaji, moja kwa moja nimeweza, bwana mkubwa aliweza kunitufua kidogo, lakini umeona baada ya kuwasili hapa wote majirani wote wamekimbilia ndani baada ya kuniona, na waliowasili hapa wanatetemeka baada ya kuniona mimi, na wamependekeza niwe mjumbe wa mtaa huu niweze kuwarekebeshea maisha yakae vizuri. Na chifu uliomwona hapa bwana mkubwa nilisahau nani hivi, hatuwezi tukaokota kidogo? Kuokota nini? Mawe au tuseme au mpaka tuseme tajiri umepoa. Umeona amelalamika, amesema ni kweli hapo hana hata hela kwa sababu hata jioni penyewe anaweza asile, na njaa inamuuma kweli kweli, njaa inamuuma chifu, njaa inamuuma Chief Godlove, njaa inamuuma kweli kweli. Na umeona sasa hapa ananinyenyekea, amesema kwamba baada ya kufika mimi na anataka akabidhi lile nyoka ambalo yuko nalo kwenye gari. Anatembea na manyoka kama Nisonge kusoma nyoka. Umeona kijana wake amesema ni kweli, yako 8 yako upande wa nyuma kule, manyoka yapo 10. Sasa naenda Chief Godlove anaenda kunitolea manyoka. Chief ndo kanitolea manyoka. Chief ndo kanitolea hayo manyoka. Nipatie Chief akanitolea manyoka. Sasa unaanza kumzuia mtoto, amefanya nini? Chief Godlove anakimbia na manyoka yake. Kameramani siogopi lolote. Rekodi. Siogopi na nishachangamka. Bana, aina hii ya vijana wana mchango mdogo sana katika taifa.